Karibuni kwenye Mkiki Mkiki 2015. Naamini wote tungependa kusikia watakachosema wagombea urais kuona dira yao kwa nchi yetu Tanzania. Lakini si vizuri kuangalia mbele bila kutathmini umetoka wapi na uko wapi kwa sasa. Hivyo tunauliza, Tanzania iko wapi? Tuanze kwa kuangalia mahusiano kati ya serikali na wananchi. Imani ya wananchi kwa wanasiasa ni ndogo kuliko ile ya makundi mengine, lakini ni kubwa kuliko imani yao kwa baadhi ya watumishi wa umma. Wananchi wanaosema wanawaamini ndugu zao ni 89%. Wanaowaamini viongozi wa dini ni 87%. Na wanaomwamini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni 71%. Wanaoiamini mamlaka ya maji ni 50%, na wanaowaamini TANESCO ni 43% tu. Vile vile, wananchi wanasema utendaji wa viongozi umedorora. Mwaka 2012, 45% ya wananchi walisema kuwa viongozi wao walikuwa wanafanya vizuri. Lakini idadi ya wananchi walioendelea kuwa na maoni haya ilishuka hadi 30% mwaka 2014. Huenda sababu mojawapo ya kupungua kwa imani ya wananchi ni wanasiasa kutotimiza ahadi zao. Watanzania 9 kati ya 10 walisema kuwa mbunge wao hakutimiza ahadi zake hata kidogo, au alitimiza ahadi chache mno kati ya zile alizozitaja mwaka 2010. Katika kampeni zinazoendelea sasa, tunaona wagombea wakitoa ahadi nyingi. Lakini je, ahadi hizi zinatekelezeka? Ahadi lukuki kama hizi zina athari gani kwenye imani ya wananchi na viongozi wao? Pia tunaona umma wenye shauku ya kuwahoji viongozi. Wananchi zaidi ya 9 kati ya 10 walikubali kuwa watu wanapaswa kuwa wepesi zaidi kuhoji utendaji wa viongozi wao. Sasa tujiulize maswali. Je, ni nini kilichosababisha uhusiano kati ya wananchi na serikali kuvunjika? Na nini kifanyike ili kuujenga upya uhusiano huu? Na je, ahadi zisizotekelezeka zina athari gani katika kujenga au kuvunja uhusiano huu? Sasa tuangalie utaifa. Karibu Watanzania wote wanajihisi kuwa Watanzania kwanza kuliko kuegemea kabila fulani. Lakini kwa upande wa Zanzibar, wananchi 3 kati ya 4 wanajichukulia kuwa Wazanzibari zaidi kuliko Watanzania. Wazanzibari 9 kati ya 10 walisema wangependa muundo wa serikali 3 au uhuru zaidi wa Zanzibar kujitawala yenyewe. Kwa upande wa bara, waliounga mkono muundo wa aina hiyo walikuwa wananchi 3 kati ya 10, na wananchi 5 kati ya 10 walitaka ama muundo wa serikali moja au kuendelea na mfumo wa sasa wa serikali 2. Swali linakuja, mjadala wa katiba mpya bado haujapata ufumbuzi. Je, ni kitu gani kinachotuunganisha sisi wa Tanzania kuwa kitu kimoja? Na je, rais na bunge lijalo wanatakiwa wafanye nini kuyazingatia maoni ya Wazanzibari pamoja na kudumisha muungano wa taifa letu? Na sasa tuangalie utawala na rushwa. Tumeona jinsi imani ya wananchi kwa viongozi wa umma inavyoshuka. Ongezeko la rushwa linaweza kuwa limechangia hali hii. Rushwa imeenea kwenye sekta mbalimbali zikiwemo jeshi la polisi, siasa na huduma za kodi, ardhi, afya na elimu. Wanaosema rushwa inatokea katika sekta nyingi na wanaainisha kuwa katika polisi ni 89%, katika siasa ni 85%, TRA 70%. Hata hivyo, mfumo rasmi wa serikali wa kufuatilia uwajibikaji wa umma umeendelea kufichua matatizo makubwa kila mwaka. Katika ripoti ya mkaguzi mkuu ya mwaka 2013 na 14 iligundulika kuwa shilingi bilioni 22 zilipotea mwaka ule kwa misamaha ya kodi, na karibia bilioni 2 zililipwa kwa watumishi hewa, na zaidi ya shilingi bilioni 800 ya ushuru hazikulipwa kutokana na mizigo ya transit iliyobaki nchini.
na zaidi ya shilingi trilioni 2 ya bajeti ya maendeleo hazikufikia wizara na halmashauri husika. Pia kati ya mapendekezo 2228 ya mwaka uliopita ni mapendekezo 846 tu yaliyotekelezwa vizuri. Wananchi 8 kati ya 10 wanasema hali ya rushwa sasa ni mbaya zaidi kuliko miaka 10 iliyopita. Wananchi 2 tu kati ya 10 wanasema kuwa kuna hatua muhimu zinaweza kufanyika kuhusu rushwa. Sasa swali, Watanzania wanaonekana kukasirishwa na hali ya rushwa nchini, lakini pia wanaonekana kuitarajia na hata kuikubali. Ni mchezo wenye pande mbili na kila upande ukiwa na mtazamo wake. Nani abadilishwe kwanza na kwa jinsi gani?